Mara ya mwisho nilizungumza kuhusu jinsi mpango wa Mungu unavyotekelezwa kupitia taifa la Israeli. Labda baadhi yenu tayari mnafahamu hili, lakini taifa la Israeli liliangamizwa mwaka wa 70 baada ya Kristo, na kwa takribani miaka 1900 walikuwa kama taifa lisilo na nchi. Lakini mwisho wake ardhi yao ilianza kurejeshwa kwao, na mnamo mwaka 1948 Israeli ilianzishwa tena kama taifa huru, na kisha ikakubaliwa pia kuwa nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Taifa hili ambalo lilikuwa limetoweka kwa karibu miaka 2000 ghafla likatokea tena. Kulikuwa na taifa la Israeli kabla ya hapo, lakini lilikuwa limetoweka kwa miaka 1900 hivi, kisha taifa la Israeli likarudishwa. Hili ni jambo la ajabu sana kutokea katika ulimwengu huu, na ni tukio ambalo lina umuhimu mkubwa sana. Huenda watu wakafikiri kwamba ni jambo la kawaida kwa nchi kutoweka na kisha kutokea tena, na huenda wakafikiri kwamba mambo kama hayo yanaweza kutokea, lakini tukizingatia kulingana na Biblia, tunaweza kuona kwamba hilo lilikuwa jambo kubwa sana, tukio kubwa na lina umuhimu mkubwa sana, ila bado linaonekana kwamba watu hawazingatii ukweli huu. Leo kupitia Biblia tutakuwa tukiangalia taifa la Israeli katika Mashariki ya Kati, taifa ambalo limeteka hisia za ulimwengu mzima, na tutakuwa tukiangalia ni kwa nini nchi hii imerejeshwa kwa mara nyingine tena, na kwa nini kuna mabishano mengi kuhusiana na taifa hili, na kwa nini mizozo mingi imezuka inayohusisha taifa hili. Tutakuwa tukitumia Biblia kama msingi wetu tunapotafuta sababu hii. Tutaona kwamba kwa upande wa ulimwengu huu, hii ina maana kwamba mwisho unakaribia na siku ambayo Yesu atarudi katika ulimwengu huu inakaribia. Korea ilitawaliwa na Japani kwa miaka 36 na taifa lililoitwa Jamhuri ya Korea likatoweka. Lakini baadaye, baada ya miaka 36, lilirejeshwa na kuanzishwa tena kama taifa huru. Ni kweli kwamba nchi nyingine katika ukanda wa kusini mwa mashariki mwa Asia, nchi kama Laos, Vietnam na Cambodia, India na Indonesia pia zote zilikuwa kwa muda chini ya utawala wa nchi kama Ureno, Ufaransa na Uingereza, na kisha wao pia wakawa huru. Lakini isipokuwa kwa Israeli, hakuna mfano mwingine wa taifa ambalo limetoweka. Raia wake wametawanyika kote ulimwenguni kwa takribani miaka 2000. Baada ya hapo walirudi katika ardhi yao kwa mara nyingine tena. Katika kisa cha Israeli, si Waisraeli wengi waliosalia wakiishi katika nchi hiyo. Wengi wao walitawanyika kote ulimwenguni. Walichukuliwa kama mateka na kuishi katika nchi za kigeni. Nchi yenyewe ikawa mali ya mataifa mengine na watu wakatawanyika katika ulimwengu wote. Na hali hii iliendelea kwa muda usiopungua miaka 1900, lakini watu hawa walirudi na kuanzisha taifa huru kwa mara nyingine tena. Hii haijawahi kutokea kwa taifa lingine lolote. Tunapojifunza Biblia leo, tutaona jinsi matukio kama hayo yanavyoweza kuegemezwa kwenye Biblia, na jinsi mpango wa Mungu ulioandikwa zamani sana yapata miaka 2000 au 3000 iliyopita ulivyotimizwa na unaendelea kutimizwa sawasawa na ulivyo inasema katika Biblia. Tutakuwa tukiangalia baadhi ya matukio haya kupitia Biblia. Hebu tuangalie Biblia sasa, Yeremia sura ya 30.
imo katika Agano la Kale. Yeremia sura ya 30. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 3. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ya kwamba uyaandike kitabuni maneno hayo yote niliyokuambia. Kwa maana tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapowarejeza watu wangu wa Israeli na Yuda waliofungwa, asema Bwana, nami nitawarudisha hata nchi niliyowapa baba zao, nao wataimiliki. Kitabu hiki cha Yeremia kiliandikwa miaka 2550 au 60 hivi iliyopita. Kwa hiyo kilirekodiwa muda mrefu sana kabla ya Yesu kuzaliwa, miaka 550 au 60 hivi kabla ya hapo. Unabii huu ulitolewa zamani sana, na ilikuwa kabla ya Waisraeli kutawanywa ulimwenguni kote na kabla hawajachukuliwa mateka. Maandiko mengi katika kitabu cha Yeremia yalitawaliwa na Waisraeli kupelekwa utumwani Babeli, lakini kuna maana mbili nyuma ya hili. Waisraeli walitekwa na kutawanywa duniani kote, lakini maneno haya ya unabii yalisema kwamba wakati fulani wangerudishwa na kurudi katika nchi yao. Ukitazama hapa katika mstari wa 2 unasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ya kwamba uyaandike kitabuni maneno hayo yote niliyokuambia. Maneno ambayo yaliandikwa kwa njia hii ni maneno ya Biblia. Mungu alifunua mambo haya kwa nabii Yeremia na kumwambia aandike katika kitabu matukio ambayo yangetokea wakati ujao. Maneno aliyoandika wakati huo sasa yanafanyika katika kitabu cha Yeremia. Kwa hiyo tunaposoma sasa kitabu cha Yeremia, tunaweza kuona kama maneno ya Mungu ni kweli, na ikiwa ni kweli, matukio yalitukia hivyo. Tuone katika mstari wa 3. Kwa maana tazama, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapowarejesha watu wangu wa Israeli na Yuda waliofungwa, asema Bwana, nami nitawarudisha hata nchi niliyowapa baba zao, na wataimiliki. Atawarudisha hata nchi aliyowapa baba zao, nao wataimiliki. Iliandikwa hapa katika Biblia miaka 2500 iliyopita kwamba Waisraeli waliokuwa wametawanyika ulimwenguni pote wangerudi katika nchi yao na kuimiliki tena. Bila shaka unajua kuhusu migogoro ya Mashariki ya Kati. Nchi za Mashariki ya Kati kama vile Misri, Syria, Yordani, Lebanoni, nchi zinazoizunguka Israeli zimechukua silaha dhidi ya Israeli na kusababisha vita ya Mashariki ya Kati. Vita vya tatu kati ya hivi vya Mashariki ya Kati vinafahamika kama vita vya siku 6 na vilifanyika mwaka 1967. Wakati wa vita vya siku 6, wanajeshi wa Israeli walimiliki ardhi yote ya Israeli. Hii ndiyo nchi ya Israeli. Hii ni nchi ya Israeli. Hii ni bahari ya chumvi, na hapa kaskazini ni bahari ya Galilaya. Ardhi hii inakaribia ukubwa wa jimbo la New Jersey huko Marekani. Kabla ya vita vya siku 6, kulikuwa na Waisraeli ambao waliingia katika nchi hii na kukaa huko. Kuna jimbo ambalo linaitwa Ukingo wa Magharibi. Huu ni mto Yordani. Ukingo wa Magharibi ni eneo lililo upande wa magharibi mwa mto Yordani unaenea hadi Yerusalemu na mikoa mbalimbali kaskazini na kusini. Taifa la Yordani lilikuwa limechukua eneo hili, na upande wa kaskazini ni miinuko ya Golani ambayo ilikuwa imechukuliwa na Syria.
Misri ilikuwa imechukua eneo la kusini na Wapalestina walikuwa wakiishi hapa, wametawanyika katika eneo hili. Lakini mnamo mwaka 1967 wakati wa vita vya siku sita, wanajeshi wa Israeli waliteka eneo hili lote hadi rasi ya Sinai upande wa kusini, na eneo hili lote lilikuwa magharibi mwa mto wa Yordani, eneo linalojulikana kama Ukingo wa Magharibi na eneo la milima ya Golani kuelekea kaskazini mashariki. Walichukua eneo hili lote. Maeneo haya yaliingizwa katika nchi ya Israeli. Israeli walichukua udhibiti wa nchi hii yote. Hili lilitabiriwa katika neno la Mungu lililoandikwa katika Biblia miaka 2500 au 600 iliyopita. Ukiangalia hapa katika mstari wa kwanza inasema, neno hili lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana. Ninasema Bwana humaanisha Mungu, sivyo? Haya ni maneno ya Mungu yaliyonenwa kupitia Yeremia. Kwa hiyo maneno haya katika Biblia ni maneno ya Mungu. Miaka 2500 iliyopita, maneno ya Mungu yalisema kwamba wakati fulani Waisraeli wangerudi kumiliki nchi yao yote kwa mara nyingine tena, na maneno haya yamekuja kama yalivyoandikwa. Kwa hiyo vita hivyo vilisababisha Israeli kuchukua ardhi iliyokuwa imekaliwa na Yordani, Misri na Shamu. Kwa hiyo tunaweza kuona wazi wazi kwamba maneno ya Biblia yalitimizwa sawasawa kama yalivyoandikwa. Kisha tufungue Isaya sura ya 60. Isaya ni kitabu kilicho mbele ya Yeremia. Isaya sura ya 60. Nitasoma kuanzia mstari wa 4. Kuanzia mstari wa 4. Isaya sura ya 60 mstari wa 4. Ipo katika Agano la Kale. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjika. Kwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Tazama inavyosema hapa. Kitabu cha Isaya kiliandikwa yapata miaka 2600 iliyopita. Iliandikwa muda kidogo kabla ya kitabu cha Yeremia. Miaka 2600 iliyopita, Mungu alisema maneno haya ya unabii kupitia nabii kwa jina la Isaya. Hapa pia Mungu alitabiri kwamba Waisraeli wazao wao wangerudi katika nchi yao kutoka mbali, nao wangerudi wakiwa wamebeba wana na binti zao pamoja nao. Jambo moja tunalohitaji kulipa kipaumbele hapa ni katika mstari wa 5. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Hii ni kusema kwamba wakati haya yakitokea, kutakuwa na tabasamu kwenye nyuso za Waisraeli na nyoyo zao zitang'ara. Kwa nini iko hivi? Kwa kuwa wingi wa bahari utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia. Utajiri wa mataifa utakuja kwako, utajiri wa dunia utakuja kwako. Hivi ndivyo inavyosema. Ili kutumia tukio linalojulikana kama mfano, kulikuwa na vita vya Guba katika Guba ya Uajemi. Ajabu, wakati wa vita vya Guba vile vile ni mataifa ya Kiarabu ambayo yalikuwa yakiilenga Israeli. Iraki iliishambulia Israeli katika vita hivyo. Lakini ni ajabu kusema kwamba wakati huo dunia nzima iliathirika kiuchumi na vita hivi.
Bila shaka, Marekani iliongoza na kuunganisha majeshi na mataifa kadhaa kupigana vita hivi, lakini kupitia vita hivi Israeli ikawa tajiri sana. Kwa nini ilikuwa hivyo? Iraki iliendelea kurusha makombora ya angani kuelekea Israeli. Kwa hivyo Israeli ilitishia kulipiza kisasi, ikatishia kutumia silaha za nyuklia au kushambulia uso kwa uso. Na kwa sababu waliendelea na tishio hilo, Marekani ilijaribu kutuliza hali na kuisaidia Israeli kwa kutoa makombora, wakati Ufaransa na Ujerumani na mataifa mengine yalituma kiasi kikubwa cha fedha kwa Israeli. Huu ni mfano mmoja tu. Lakini kwa njia hii, utajiri wa dunia, utajiri wa mataifa ulirudi kwa Israeli, kama inavyosema katika mstari huu. Israeli na ushawishi katika nyanja zote za kiuchumi za nchi hiyo kwa jina la Marekani. Benki na mashirika makubwa yote yanadhibitiwa nao. Huu ndio ukubwa wa misimamo yao. Kwa vyovyote vile, tunaweza kuona wazi kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba wakati utafika ambapo utajiri wote huu utategemea kwa Israeli. Katika mstari huu inasema, utajiri wa mataifa utakuja kwako. Tunaweza kuwa na hakika kwamba matukio yatayotokea kama inavyosema hapa. Kabla tu ya hili inasema hapa, wingi wa bahari utageuzwa kwako. Ukiangalia hapa, kuna bahari tatu katika Israeli. Hii ni bahari ya Mediterania ambayo wakati mwingine huitwa bahari kuu. Kisha ndani ya nchi kuna kundi la maji linaloitwa bahari Mfu. Pia inajulikana kama bahari ya chumvi. Kisha ukienda kaskazini, hapa kuna bahari ya Galilaya. Hii si kweli kwamba ni bahari bali ni ziwa, lakini katika Biblia inaitwa bahari ya Galilaya. Bahari ya Galilaya. Kuna bahari hizi tatu hapa, na moja ya hizi ni ya kipekee sana. Hii ndiyo bahari ya chumvi. Bahari ya chumvi iko kwenye mwinuko wa chini kabisa duniani. Kwa sababu iko kwenye mwinuko wa chini kabisa, maji hutiririka hadi kwenye bahari ya chumvi, lakini hakuna mahali popote ambapo yanatiririka tena kwenda nje. Maji hutiririka ndani, hutoweka kwa mvuke haraka. Hata maji mengi yaweza kutiririka baharini, lakini hakuna mahali popote ambapo yanaweza kutoka nje tena na kuyaacha maji yaliyobaki yakiwa na chumvi nyingi. Hili ndilo eneo la maji lenye chumvi nyingi zaidi duniani. Mtu anapoingia kwenye maji ya bahari hii na kulala chini kwa usawa, ataelea juu ya uso wake. Hii ndio namna chumvi ilivyo majini humo. Na mtu anapotoka kwenye maji hayo, atafunikwa na safu nene ya kitu, na itachukua muda mrefu kuiosha ili kuiondoa. Kuna madini ya kipekee yanayoitwa oksidi ya calcium yanayopatikana kwenye matope ya bahari ya chumvi. Yanapotolewa na kuboreshwa, yanaweza kutumika katika bidhaa za chakula na kama vionjo vya thamani kwa bidhaa zingine. Mlundikano wa madini mengine unaweza kupatikana katika bahari ya chumvi. Nilipokwenda Israeli, nilienda pia katika bahari ya chumvi. Ukitazama hapa, hii ni picha ya kiwanda cha magnesium kwenye ufuo wa bahari ya chumvi. Ni kiwanda cha chumvi na unaweza kuona rundo refu la moshi umejaa. Bahari ya chumvi inajulikana kwa sababu ya chumvi yake, lakini kwa kweli bidhaa nyingi mbalimbali hutengenezwa kwenye viwanda kama hivi. Serikali ya Israeli imeviendeleza na inaendesha viwanda hivi. Je, hii inaashiria nini? Inatuonesha kwamba maneno ya Biblia yanayosema wingi wa bahari utageuzwa kwenu, na maneno hayo yaliandikwa miaka 2600 iliyopita, sasa yanatimizwa sawasawa na ilivyoandikwa. Sasa angalia mstari wa 8. Angalia mstari wa 8. Tafadhali soma baada yangu. Ni nani hawa warukao kama wingu na kama njiwa waendao madirishani mwao? Hapo awali nilikuambia kwamba kitabu cha Isaya kiliandikwa ilikuwa ni muda gani uliopita?
kilirekodiwa miaka 2600 iliyopita. Tafadhali sema kama unajua jibu la swali hili linalofuata. Ndege ya kwanza iligunduliwa muda gani uliopita? Hujui? Je, ni muda gani umepita tangu ndege ya kwanza kutengenezwa? Ilikuwa yapata miaka 100 iliyopita. Kwa kweli ilikuwa zaidi ya miaka 100 iliyopita. Sasa angalia inavyosema hapa katika Biblia. Hili liliandikwa miaka 2600 iliyopita na linasema kwamba Waisraeli waliporudi katika nchi yao wangeruka kama wingu na kama njiwa wakienda madirishani. Hivi ndivyo Biblia inavyosema. Haijalishi ni kwa kiasi gani walijaribu sana, jinsi gani mtu yeyote angeweza kuwazia jambo kama hili miaka 2600 iliyopita. Hata zaidi ya miaka 100 tu iliyopita, kama mtu angesema si muda mrefu kabla mwanadamu atakapokuwa anaruka angani, watu wangemjibu kwa kusema una wazimu au una kitu fulani. Acha kuongea upuzi huo. Watu wanawezaje kuruka angani? Hufikiri kama watu wangemkemea kwa njia hiyo? Bali miaka 2600 iliyopita ilikuwa imeandikwa katika Biblia kwamba wakati Waisraeli waliporudi katika nchi yao wakiwa wametawanyika kote ulimwenguni, wangerudi wakiruka. Inasema wataruka wakirudi kama wingu linaloelea angani na kama njiwa arukaye. Inapokuja katika nchi ya Israeli, inazungukwa pande tatu na nchi adui. Pande tatu kuna nchi adui na upande uliobaki unapakana na bahari. Korea Kusini iko katika hali kama hiyo. Sasa unaweza kuja hapa kwa meli kutoka Japani, hivyo ndivyo ilivyo sasa hivi. Lakini hilo halikuwezekana hapo awali, sivyo? Na Israeli ni sawa na hii. Ili Waisraeli warudi katika nchi yao, njia pekee ni kwa ndege. Njia pekee ya kuingia katika nchi hii ni kwa ndege. Kwa hiyo Waisraeli wanaporudi katika nchi yao kutoka sehemu zote za dunia, wote wanakuja kwa ndege. Kwa hiyo ukiangalia makala hizi za magazeti hapa, tuna vichwa vya habari kama Wayahudi 400,000 wa Urusi wakubaliwa kutoka. Na tazama hii, 14,500 walikuja kwa ndege kutoka kwa Wayahudi na Ethiopia. Waethiopia 14,500 walisafirishwa ghafla kwa ndege. Waethiopia wana ngozi nyeusi, lakini watu hawa pia walikuwa Wayahudi. Kwa hiyo watu hao wote waliporudi katika nchi yao walisafiri kwa ndege. Nilisoma pia katika makala ya gazeti kuhusu Wayahudi kurudi nchini mwao kwa ndege kutoka kaskazini na kusini mwa Yemen. Kwa hiyo Waisraeli wote wanaorudi katika nchi yao lazima waende kwa ndege. Kwa hiyo wazi kile ambacho Biblia inasema hapa ni kweli, sivyo? Ni unadhani unafikiria nini? Iliandikwa miaka 2600 iliyopita kwamba Waisraeli waliporudi katika nchi yao wangerudi kama wingu na kama njiwa. Hili lisingewezekana kama si maneno ya Mungu ambaye huona hata wakati ujao kwa mtazamo. Kwa hiyo tunaweza kuhitimisha kwamba Biblia ni neno la Mungu. Biblia si maneno ya mwanadamu. Ni maneno ya Mungu ambayo alimpa mwanadamu kupitia uvuvio wa Roho Mtakatifu. Sasa hebu tufungue Yeremia sura ya 31 mstari wa 8. Mstari wa 8. Yeremia sura ya 31 mstari wa 8. Tazama, nitawaleta toka nchi ya kaskazini na kuwakusanya katika miisho ya dunia, na pamoja nao watakuja walio vipofu na hao wachechemeao, mwanamke mwenye mimba na yeye pia aliye na utungu wa kuzaa. Watarudi huko jeshi kubwa,
Watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza. Nitawaendesha penye mito ya maji, katika njia iliyonyoka. Katika njia hiyo hawatajikwaa, maana mimi ni baba wa Israeli na Efraimu ni mzaliwa wa kwanza wangu. Tazama inavyosema hapa, nitawaleta kutoka nchi ya kaskazini, nitawaleta kutoka nchi ya kaskazini. Nilikuonyesha hili mapema pia, lakini makala hii ni ya Disemba 1985 na inasema kwamba Wayahudi 400,000 walirudi baada ya kupokea vibali vya kuondoka. Pengine unajua hili. Je, mtu tafadhali ajibu. Gorbachev alianzisha sera gani? Gorbachev, watu walimwita Gobi. Ni sera ya perestroika. Alianzisha sera ya perestroika. Ilikuwa sera ya mageuzi, lakini watu wengi hawajui kwamba mpango wa perestroika uliwapa Wayahudi wote wanaoishi katika muungano wa Soviet uhuru wa kurudi Israeli. Muda mfupi baada ya sera hii ya perestroika kuanzishwa, ukawa mwisho wa Gorbachev. Umoja wa Kisovieti ulibadilishwa na Gorbachev akafukuzwa kutoka nafasi yake kama rais. Hiki ndicho kilichotokea. Awali, kabla ya ukombozi, kulikuwa na Wayahudi wapatao 2.5 milioni wanaoishi Urusi. 2.5 milioni, lakini Wasovieti waliwatesa sana Waisraeli. Warusi walianza kuwatesa Wayahudi vikali sana. Wangewapigia simu za vitisho katikati ya usiku, wakisema ni kwa sababu ya Wayahudi kwamba hali yao ya maisha ilikuwa ikishuka. Walirusha mawe kwenye madirisha yao na kuyavunja. Hivyo ndivyo Wayahudi walikuwa chini ya vitisho vya kutisha, lakini sera ya perestroika ilipoanzishwa, wote walipata fursa ya kurudi katika ardhi yao. Tazama inavyosema hapa. Kwa hakika inasema, tazama nitawaleta kutoka nchi ya kaskazini. Leo tunaweza kutazama kwa macho yetu matukio haya yanapotokea kwa mujibu wa maneno yaliyotabiriwa miaka 2500 au 600 iliyopita. Kwa hiyo Biblia ni kweli. Biblia inazungumza juu ya mambo ambayo ni ya kweli, siyo mkusanyiko usioeleweka wa muhtasari wa hadithi zilizotungwa. Biblia nzima ni kweli, kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ikiwa Biblia ni kweli, hili si jambo la kawaida, ni jambo kubwa sana. Sasa, hebu tufungue Injili ya Luka sura ya 21. Imo katika Agano Jipya. Luka sura ya 21. Luka sura ya 21 katika Agano Jipya. Luka sura ya 21. Nitasoma kuanzia mstari wa 20. Mstari wa 20. Lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na walio katikati yake wakimbilie nje, na walio katika mashamba wasiuingie, kwa kuwa siku hizo ndizo za mapatilizo, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa. Sasa mstari wa 24. Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa, hata majira ya mataifa yatakapotimia. Maneno haya yalisemwa na Yesu. Yesu akitoa unabii hapa kuhusu anguko la Israeli ambalo lingetokea wakati ujao. Alitabiri kwamba Yerusalemu itakapotekwa mara ya pili ingeharibiwa. Hili lingetokea kwa sababu Waisraeli walimkataa Yesu na kumkataa Mungu. Tulisoma hii mara ya mwisho, sivyo?
Mungu alikuwa amesema kwamba ikiwa wangemwasi, wangekula nyama ya wana wao na binti zao, wangetawanyika kote ulimwenguni na nchi yao ingekuwa ukiwa, na alikuwa akichomoa upanga nyuma yao. Na ikawa kama alivyosema. Hapa Yesu alitabiri kwa mara nyingine tena kuhusu jambo hili ambalo lingetukia yapata miaka 40 baada ya wakati wake. Kama alivyotabiri namna hii, hapa inasema, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Na baadaye nini kingetokea kwa Yerusalemu? Wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote, na Yerusalemu takanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa yatakapotimia. Hivi namaanisha nini naposema hapa? Mpaka nyakati za mataifa zitimie. Ni kipindi cha dhiki cha miaka 7. Basi nyakati za mataifa zilianza lini? Ilikuwa ni miaka 600 kabla ya Kristo. Hapo ndipo Yerusalemu ilipoharibiwa mara ya kwanza, kisha kutokea uharibifu wa pili wa Yerusalemu, na wakati ujao utaharibiwa mara ya tatu. Kwa hiyo nyakati za mataifa zilianza tangu wakati Yerusalemu ilipoharibiwa. Basi nyakati za mataifa zitakoma lini? Hiyo itakuwa hapa. Je, itaishaje? Itakuja kupitia ujio wa Yesu kwa mara ya pili. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu na kupaa mbinguni, na atakapokuja tena, nyakati za mataifa zitafikia mwisho. Tangu wakati huo na kuendelea kwa miaka 1000, Yesu atatawala juu ya ulimwengu wote kutoka Yerusalemu, na wakati utakuja tena kwa Israeli. Kwa hiyo nyakati za mataifa zinafikia mwisho hapa. Na hapa katika mstari wa 24 inasema, wataanguka kwa ukali wa upanga, nao watatekwa nyara na kuchukuliwa katika mataifa yote. Walichukuliwa kama mateka mwaka 70 baada ya Kristo, na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa hata majira ya mataifa utakapotimia. Kama nilivyosema hapo awali, mnamo 1967 Yerusalemu ilirudishwa Israeli. Yesu alirudishwa kwa Israeli. Kabla ya wakati huo, Yordani, wakati huo ikijulikana kama Transjordani, ilikuwa imeiteka Yerusalemu mashariki, kutia ndani mji wa kale ambao muda mrefu uliopita ulikuwa mahali pa hekalu, lakini mnamo mwaka 1967 jeshi la Israeli ziliitwaa tena Yerusalemu. Inaweza kuonekana kuwa hii iliashiria mwisho wa nyakati za mataifa, lakini hii haikuwa hivyo. Acha nielezee kwa nini. Katikati kabisa ya Yerusalemu ni mahali ambapo Suleimani alikuwa amejenga hekalu. Pia uliitwa Mlima Sayuni. Hapo ndipo mahali ambapo hekalu la Suleimani lilijengwa. Lakini sasa kuna misikiti miwili ambayo imejengwa hapo. Misikiti miwili iliyopo hivi sasa ni msikiti wa Al-Aqsa na msikiti wa Omari. Lakini siku ambayo misikiti hii itabomolewa kabisa na hekalu la Israeli kujengwa upya, eneo hilo litaanguka chini ya miliki ya Israeli. Maandalizi ya kujenga hekalu yanaendelea, lakini misikiti bado haijavunjwa. Kwa kuwa Israeli walitwaa Yerusalemu yote mwaka 1967, huu ni ushahidi kwamba mwisho wa nyakati za mataifa umekaribia. Kuna jambo moja zaidi tunaweza kupata kutoka kwenye hili. Waisraeli wanarudi katika nchi yao. Je, kuna umuhimu gani wa Waisraeli kurudi katika nchi ya baba yao? Ina maana kwamba wakati wa Yesu Kristo kurudi katika ulimwengu huu umekaribia. Kisha wakati utafika wa Yesu kutawala, wakati wa amani kamilifu ambapo hakutakuwa na dhambi. Wakati huo, kipindi hiki cha sasa cha dhambi kitafikia mwisho. Kwa hiyo kurudi kwa Waisraeli katika nchi yao ni tukio muhimu sana.
si jambo dogo. Israeli imekuwa taifa huru, lakini bado kuna Waisraeli wengi waliotawanyika kote ulimwenguni. Sijui idadi kamili, lakini kwa sasa kuna Wayahudi wapatao milioni 6 wanaoishi Marekani, na bado kuna wengi wanaoishi Amerika ya Kusini. Wengi wa wale waliokuwa wakiishi Urusi sasa wamerudi. Sasa angalia mstari wa 29, aya ya 29. Akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine, wakati ishapo kuchipua, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika mwonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Tazama inavyosema hapa. Yesu alisema fumbo akimaanisha aina mbili za miti. Mmoja ni mtini na mwingine ni miti yote. Je, hawa wanawakilisha nini? Wanaashiria taifa na mataifa. Inaposema miti yote, hii inamaanisha mataifa yote. Kwa hivyo tukifikiria mataifa ya ulimwengu, muungano wa Kisovieti sasa umevunjwa na jumuiya ya madola huru imeundwa. Katika eneo ambalo hapo awali lilikuwa muungano wa Soviet, sasa kuna shirikisho la vitengo 12 hivi vya kiutawala. Nchi kadhaa mpya zinapatikana. Kabla ya mwisho wa vita vya dunia vya pili, kulikuwa na takribani mataifa 60 katika ulimwengu huu. Hivyo ni kabla ya mwisho wa vita vya pili vya dunia. Miliki ya Uingereza ilifahamika kama nchi ambayo jua halitui kamwe. Hivi ndivyo watu walivyosema. Hii ni kwa sababu Uingereza ilikuwa na mamlaka juu ya nchi nyingi sana ulimwenguni pote, hivi kwamba ilionekana kana kwamba mwanga wa jua ulikuwa ukimulika siku zote angalau sehemu moja ya eneo hilo. Lakini mwisho wa vita vya dunia, mengi ya mataifa haya ulimwenguni yalipata uhuru. Sasa kuna zaidi ya nchi 180 duniani. Hapa katika Biblia inasema, tazama miti yote, wakati tayari inachipua, wakati zinarejeshwa. Moja ya mti ni mtini. Mtini unawakilisha taifa la Israeli. Kwa hiyo unaona, wakati Israeli ambayo ilikuwa imetoweka miaka 2000 iliyopita na mataifa mengine yote ya ulimwenguni yalipopata uhuru, hii ilikuwa inamaanisha nini? Hebu tusome tena mstari wa 29. Akawaambia mfano, utazameni mtini na miti mingine yote, wakati ishapo kuchipuka, mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika mwonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu ukaribu. Kwa sababu hawaijui Biblia, watu hawajui muhimu wa mataifa yote kuwa huru na Israeli pia kuwa huru. Hawajui kwa nini mambo haya yanatokea au ni nini nyuma ya yote haya. Hii haijawahi kutokea huko nyuma, lakini sasa mataifa yote ya ulimwengu yanapiga kelele kwa uhuru na kudai uhuru. Je, haya yote yanamaanisha nini? Je, kuna umuhimu gani wa kurejeshwa kwa Israeli? Ina maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo historia ya dunia hii ni mwendo wa matukio kwa lengo la kusimamisha ufalme wa Mungu. Yesu alisema, muonapo mambo haya yakitendeka, tambueni ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini fikiria hili. Je, uko tayari kuingia katika ufalme wa Mungu? Ufalme wa Mungu hauko wazi kwa mtu yeyote na kila mtu. Huwezi tu kujitolea kwa ajili yake na kutarajia kuingia. Fadhali rudia baada yangu. Isipokuwa moja amezaliwa upya, hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho, hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Yesu alisema hivi kwa wazi kabisa. Ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini watu wanashughulika sana na mambo mengine.
tunaweza kuona wazi wazi mbele ya macho yetu kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, sivyo? Na bado watu hawajitayarishi kuingia huko. Ikiwa hujazaliwa mara ya pili, huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Hebu tuangalie Agano la Kale, kitabu cha Ezekieli sura ya 36. Ni baada ya kitabu cha Yeremia. Ezekieli sura ya 36. Ezekieli sura ya 36. Ningependa kuzungumza kidogo kuhusu historia fupi ya fungu hili na kisha tutakisoma. Ukiangalia hapa, miaka 3500 iliyopita, wakati Musa alipokuwa akiwaongoza Waisraeli kwenye nchi hii, walipokea sheria kwenye mlima Sinai, kisha wakaendelea wakapita mahali paitwapo Edrathi, na ndipo walipofika hapa wakatuma wapelelezi katika nchi ya Kanaani. Wapelelezi walitumwa na kuambiwa waipeleleze nchi. Wapelelezi hao waliporudi, walibeba rundo kubwa la zabibu ambalo lilikuwa kubwa sana hivi kwamba watu wawili walilazimika kulibeba katikati yao likiwa limening'inia kutoka kwenye nguzo. Hii inadhihirisha kwamba nchi hii ambayo inajulikana kama nchi iliyotiririka maziwa na asali, ni nchi hii ya ahadi ya Kanaani. Ilikuwa na rutuba sana na nzuri sana kwa kilimo. Ilikuwa ni mahali pazuri pa kuishi. Lakini kama tulivyoona mara ya mwisho, mwaka 70 baada ya Kristo, Israeli iliangamizwa, na baada ya hayo nchi hii ikawa ukiwa kabisa. Sababu ya hii ilikuwa kwamba baada ya mwaka 70 baada ya Kristo, mvua iliacha kunyesha kwenye ardhi hii. Bado ni hivyo hadi leo. Ikiwa utakwenda Israeli sasa, utaona mvua hunyesha mara chache wakati wa baridi, lakini kwa mwaka mzima hakuna mvua. Si katika majira ya joto au katika vuli, hainyeshi kabisa. Kwa hiyo katika muda wa miaka 1900 iliyopita, nchi ikawa ukiwa kabisa. Waisraeli walipoingia katika nchi ya Kanaani, ilikuwa na rutuba nyingi, ikitiririka maziwa na asali, na iliendelea kuwa hivyo walipokuwa wakiishi huko. Lakini baada ya kuondoka ikawa ukiwa. Lakini sasa Waisraeli wameanza kurudi katika nchi yao kwa mara nyingine tena, na nchi inakuwa na rutuba tena kabisa. Je, huoni kwamba ni ajabu? Waisraeli walipokuwa wakiishi huko, nchi ilikuwa na rutuba. Walipoondoka ikawa ukiwa, na sasa wanarudi, imekuwa na rutuba tena. Nani anafanya hili lote? Hebu tusome sura ya 36 kuanzia mstari wa kwanza. Na wewe mwanadamu, itabirie milima ya Israeli, useme, enyi milima ya Israeli, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi: kwa sababu adui amesema juu yenu, aha, na mahali pa juu pa zamani pamekuwa petu tupamiliki, basi tabiri useme, Bwana Mungu asema hivi: kwa sababu wamewafanya ninyi kuwa ukiwa. Hapa wao humaanisha watu wa mataifa, na kuwameza pande zote mpate kuwa milki kwa mabaki ya mataifa, nanyi mmeambwa kwa midomo yao waongeao na kwa masingizio ya watu. Kwa hiyo hii ina maana kwamba nchi ya Israeli ilikuwa imekuwa ukiwa kabisa, na ilikuwa ni dhihaka, ilisingiziwa na kudhihakiwa. Hebu twende mbele, mstari wa 7. Basi Bwana Mungu asema hivi: nimeinua mkono wangu kusema, hakika mataifa walio karibu nanyi pande zote, wao watachukua aibu yao. Sasa Israeli inapoanza kupata nafuu, mataifa yanayoizunguka yatataabika na kutahayari. Tusome mstari wa 8. Lakini ninyi, enyi milima ya Israeli, mtachipuza matawi yenu na kuwapa watu wangu Israeli matunda yenu, maana wakaribu kuja. Maana tazama, mimi nasimama upande wenu, nami nitawaelekea ninyi, mtalimwa na kupandwa mbegu. Kwa hiyo angalia inavyosema hapa. Ingawa inaweza kuonekana kwa ya ajabu, nchi ya Israeli ambayo imekuwa ukiwa kabisa, sasa inakuwa yenye rutuba sana.
Nitaendelea kueleza haya yote leo. Lakini ikiwa huamini ninachosema, unaweza kutembelea Israeli kila wakati na ujionee mwenyewe. Ukitaka kujionea haya, nenda ukatembelee Israeli, lakini chukua Biblia pamoja nawe. Ukiwa na Biblia mkononi, jionee mwenyewe mashamba hayo. Huko Ulaya utaona kuwa watu wa Uhispania hula mandarini kutoka Israeli. Mandarini ya Israeli ni nyekundu na ni tamu kweli, na kuna mashamba yaliyojaa mizeituni huko Israeli. Ardhi zimekuwa na rutuba sana. Waisraeli wamepanda mboga na ngano. Mifumo ya kilimo ni ya kuvutia sana. Nimeona hili kwa macho yangu mwenyewe. Ninazungumza juu ya hili kutokana na uzoefu wa kibinafsi. Lakini hapo awali, nchi ya Israeli ilikuwa ukiwa kabisa. Ilikuwa ni jangwa kabisa. Lakini sasa Waisraeli wamerudi katika nchi yao na imerejeshwa upya. Sasa tusome mstari wa 34. Ezekieli sura ya 36 mstari wa 34. Nchi iliyokuwa ukiwa italimwa, ijapokuwa ilikuwa ukiwa mbele ya macho ya watu wote waliopita, nao watasema, nchi hii iliyokuwa ukiwa imekuwa kama bustani ya Eden, nayo miji iliyokuwa mahame na ukiwa na magofu sasa ina maboma, inakaliwa na watu. Ndipo mataifa waliobaki karibu yenu pande zote watajua ya kuwa mimi Bwana nimejenga mahali palipoharibika, nami nimepanda mbegu katika nchi iliyokuwa ukiwa. Mimi Bwana nimesema hayo, tena nitayatenda. Hebu tufikirie hii inamaanisha nini? Kitabu hiki cha Ezekieli kiliandikwa yapata miaka 2550 iliyopita. Kiliandikwa katika kipindi cha sawa na kile cha nabii Yeremia. Katika mstari huu inasema kwamba nchi ya Israeli ilikuwa ukiwa. Inasema kwamba nchi hii iliyokuwa ukiwa itakuwa kama bustani ya Edeni. Ingekuwa kama bustani ya Edeni. Ndivyo ilivyo sasa. Utaona hili ikiwa utaenda na kuangalia. Idadi kubwa ya miti imepandwa kwenye vilima, mashamba yamejaa mazao, bustani za miti ya michungwa zimepandwa, na harufu yake yaweza kufurahiwa kote. Inakuwa ardhi nzuri sana. Hili litokeaje? Tazama hii sasa. Karibu na bahari ya Galilaya, ukisafiri kuelekea kaskazini kutoka bahari ya chumvi, unafika kwenye bahari ya Galilaya. Bahari ya Galilaya ni ziwa la maji safi, haina chumvi, ni maji safi. Maji kutoka bahari ya Galilaya hutoa maji safi na kumwagilia nchi nzima. Ukienda kaskazini zaidi kutoka bahari ya Galilaya, unafika kwenye mlima Herimoni. Mlima Herimoni pia unaonekana katika Biblia. Mlima huu uko karibu mita 3000 juu ya usawa wa bahari. Nilienda huko mnamo Aprili na nikapanda juu ya mlima. Tulipofika karibu theluthi moja ya njia ya kupanda mlima, tulifika mstari wa theluji na kila kitu kilikuwa kimefunikwa kwa theluji. Hiyo ilikuwa ni Aprili. Kutoka hapo juu, mlima ulifunikwa na theluji tena. Juu ya mlima upande wa magharibi ni Lebanoni, kaskazini ni Siria. Kuna uwepo wa jeshi kubwa huko, na watu pia huenda kuteleza katika barafu huko. Tulipokuwa tukishuka mlimani, tulikutana na maporomoko makubwa ya maji. Kulikuwa na magari yameegeshwa hapo na watu wakitembea pamoja, hivyo tukawafuata. Tuligundua kuwa theluji ilikuwa imeyeyuka na kuunda maporomoko makubwa ya maji. Ilikuwa ni maono ya ajabu. Kwa hiyo angalia hapa sasa, maji haya yanatiririka hadi bahari ya Galilaya. Sikuweza kutembea eneo hilo kwa sababu hawaruhusu umma kwa ujumla kuingia hapo. Lakini nilisoma katika kitabu kwamba tayari wameweka bomba kubwa la kuunganisha huko juu ya mlima. Ni bomba kubwa kiasi kwamba lori linaweza kuingia na kutoka ndani yake, na maji kutoka kwenye theluji iliyoyeyuka hupitishwa kupitia bomba kwenye mfumo mzima wa mabomba na vinyunyizio vinavyomwagilia kwa nchi nzima. Kwa hivyo hata sasa, hata ikiwa mvua hainyeshi mwaka mzima, wanahitaji tu kuwasha swichi na mashamba yote yanamwagiliwa maji. Maji hunyunyizwa juu na kuanguka kwenye udongo.
Hebu tufikirie hili. Eneo hili lilikuwa kavu kwa miaka 1900. Jua liliangaza ardhini na kulikuwa na nitrojeni kwenye udongo. Kwa hiyo hapakuwa na haja ya mbolea, ilihitaji maji tu. Hivyo shughuli za kilimo zimeshamiri. Tulipokuwa tukipita mashambani hapo, niliona ardhi yote imefunikwa na mawingu ya matone ya maji yaliyotengenezwa kutoka kwenye vinyunyizio. Tazama inavyosema hapa katika mstari wa 35. Kwa hiyo watasema, nchi hii iliyokuwa ukiwa imekuwa kama bustani ya Eden, na miji iliyoharibiwa iliyoachwa magofu sasa ina maboma na kukaliwa na watu. Tazama inavyosema hapa. Usifikirie tu juu ya hili bila kufafanua. Maneno hayo yaliandikwa miaka 2000 iliyopita, yanatimizwa leo sawasawa na yalivyoandikwa. Hebu tufikirie hivi. Nietzsche alisema kwamba Mungu amekufa na hayupo. Lakini kama ingekuwa hivyo, je, matukio yangekuwa yanatokea sawasawa kama inavyosema katika maneno haya ya Biblia? Unafikiria nini? Je, matukio yangekuwa kama inavyosema hapa katika Biblia? Je, si kwa sababu maneno haya ya Biblia yanaishi na Mungu aliyesema maneno haya yu hai pia, kwamba matukio yanatokea kama ilivyoandikwa hapa? Je, hiyo si kweli? Je, Mungu hayuko hai? Maneno ya Biblia yana uhai, sivyo? Je, ukweli kwamba maneno haya yalikuja takribani maelfu ya miaka baada ya kuandikwa na kuthibitishwa hili? Ukiangalia hapa katika mstari wa 36 inasema, ndipo mataifa waliosalia pande zote zenu watajua ya kuwa mimi Bwana nimejenga upya mahali palipoharibiwa na kupanda mahali palipokuwa ukiwa. Tafadhali rudia baada yangu. Mimi Bwana nimesema hayo, tena nitayatenda. Tazama hili, inasema mimi Bwana, kwa sababu Mungu amesema, na alisema atafanya hivyo kwa sababu alisema, nami nitafanya. Sasa inatimizwa. Fikiria kuhusu hili. Je, Mungu yupo au hayupo? Hili ndilo swali hapa. Je, maneno ya Biblia ni ya kweli au la? Hiyo ndiyo ninamaanisha. Ikiwa ningegeukia kila fungu linalohusiana na jambo hili na kuelezea yote, ningelazimika kuzungumza kwa muda mrefu sana. Lakini hata kutokana na yale tunayoyasoma hadi sasa, tunaweza kuona kwamba Biblia ni kweli na Mungu aliyesema maneno haya ni Mungu aliye hai. Mungu aliumba ulimwengu huu kisayansi na kupitia maneno yake. Kwa maneno mengine, aliumba kila kitu kwa mujibu wa sheria. Mungu anadhibiti historia ya wanadamu kulingana na neno lake. Hii ni wazi sana, sivyo? Na siku moja itabidi ukutane na Mungu. Tulisoma haya katika somo lililotangulia, lakini katika Ufunuo sura ya 21 inasema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Hapa ndipo mahali ambapo Mungu ataishi na wanadamu. Hii ni kumbukumbu ya ulimwengu wa milele wa upendo. Siku moja kila mtu lazima akutane na Mungu, na mtakapokutana itakuwa ni jambo la hukumu au uzima wa milele kwenu. Itakuwa moja au nyingine. Upende usipende. Hata kama hupendi, lazima usimame mbele ya Mungu na kuhukumiwa kama hujapitia wokovu wa roho yako. Lakini ikiwa roho yako imezaliwa mara ya pili, utakutana na Mungu kwa furaha kuu na kwa moyo wa furaha na shukrani.
Hilo ndilo kusudi hasa la mwanadamu kuzaliwa na kuishi katika ulimwengu huu. Hatuishi na kufa, na huo ndio mwisho wake. Maisha sio bure hivyo. Sasa tufungue Ezekiel sura ya 37. Sura ya 37 kuanzia mstari wa kwanza. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu ajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, kauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama nilivyoamriwa, pumzi ikayoingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nini? Je, hii mifupa mikavu katika bonde ni nini? Pumzi ilipowaingia wakainuka. Lakini mifupa hii ni nini? Wao ni nyumba yote ya Israeli. Wao ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri, uambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Tazama inavyosema hapa. Siku hizi kuna watu wanaohubiri juu ya Ezekieli sura ya 37, na wanaielezea kwa maneno ya roho ya mtu inayoinuka kwenye uzima baada ya kupokea neema. Bila shaka inaweza kuwa na umuhimu huo wa kiroho, lakini sivyo maneno haya yanaongea hapa. Kwa miaka 2000 Waisraeli walitawanyika ulimwenguni pote bila nchi yao wenyewe. Katika hali hii walikuwa kama mifupa iliyokauka, lakini sasa wanarudi na nchi yao imeanzishwa tena. Hivyo ndivyo hii inazungumza kwa wazi. Hii ni kusema kwamba Israeli ingerudi kwa njia hii, sivyo? Je, hii si dhahiri kile kilichotokea sasa? Lakini hili ni tatizo kubwa sana. Sababu ya jambo hili kuwa tatizo kubwa ni kwamba kurudi kwa Waisraeli katika nchi yao ni muhimu katika mambo mbalimbali. Ina maana kwamba kurudi kwa Yesu kunakaribia. Ina maana ufalme wa mbinguni umekaribia, na ina maana kwamba mwisho wa dunia hii umekaribia. Lakini kuna suala jingine kubwa la kuzingatia hapa. Ni mpango wa Mungu kwamba nchi ya Israeli itakaporejeshwa, Mungu atawakusanya pamoja watu wote katika ulimwengu huu, wote ambao hawajazaliwa mara ya pili. Atawakusanya wote pamoja na kuwahukumu. Huu ndio mpango wake, na ana mpango huu wa kuwahukumu. Hebu tufungue Ufunuo sura ya 1. Ufunuo sura ya 1 mstari wa 3. Iko katika Agano Jipya, karibu na mwisho kabisa wa Biblia.
Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 3. Hebu tusome hili pamoja. Heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Tupokee baraka leo. Ungependa kupokea baraka, sivyo? Unapaswa kuwa mwaminifu, sivyo? Lakini watu wanapozungumza kuhusu kubarikiwa, mara nyingi hufikiria juu ya ushirikina, kama vile kuwa na bahati wakati wa kucheza kamari. Wanazungumza juu ya kubarikiwa kwa maisha marefu, kuwa na watoto wengi, kuwa na afya njema na mambo mengine kama hayo. Lakini baraka hizo hazina maana. Kwa nini hivyo? Biblia inasema siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili. Maisha yote ya mtu yamejaa kazi, huzuni, majonzi, wasiwasi na hasira. Hawezi kustahimili maisha yake kwa njia hii, halafu mgongo wake unapopinda na anakaribia kufa, anasema maisha hayana maana, yote yamekuwa bure. Yeye hana nguvu mbele ya kifo na lazima akikubali. Hayo ndiyo maisha. Fikiri juu yake. Kuna baraka gani katika kuishi maisha ya aina hiyo? Kuna maana gani katika kupata pesa nyingi na kuwa tajiri? Kuna umuhimu gani wa kusoma sana na kuwa msomi? Ni baraka gani hiyo? Hiyo itadumu kwa muda gani? Lakini kwa kuwa baraka ya kweli ipo, hebu tujaribu kuipokea. Tazama inavyosema hapa: heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Zama hii sasa, watu hufanya kila aina ya mambo ili kupokea baraka. Lakini kuna njia rahisi sana hapa, njia rahisi sana. Inasema, heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu. Kwa kuwa inasema kwamba asomaye na wale wanaosikia watabarikiwa, hebu tupokee baraka hii leo. Tafadhali usidharau jambo hili. Hii ni kweli. Kwa kweli unaweza kupokea baraka. Kitabu cha Ufunuo ni kigumu sana kuelewa. Kwa sababu ni kigumu sana, watu huepuka kukisoma. Na hata ikiwa wanakisoma, hawakielewi kinachosema. Hivyo, tafsiri nyingi zaidi za kitabu cha Ufunuo zimefanywa kuliko kitabu kingine chochote katika Biblia. Lakini wakati huo huo, tafsiri hizi pia ni za kipuuzi zaidi. Na bado, kuna ufunguo wa kukifungua kitabu cha Ufunuo. Kuna ufunguo unaokifungua kama vile kipande cha zipu kinavyokuruhusu kufungua begi bila shida yoyote. Hebu tufungue Ufunuo sura ya 5. Sura ya 5 nitasoma kuanzia mstari wa 1. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Hebu nielezee fungu hili tunapoendelea. Haya ndiyo mambo aliyoyaona katika maono, ufunuo. Mungu alikuwa amekaa namna hii katika kiti chake cha enzi mbinguni, na katika mkono wake wa kuume palikuwa na kitabu, wala sijui ni nini kiliandikwa katika kile kitabu, lakini kulikuwa na maandishi ndani na nyuma. Lakini kitabu hiki kilifungwa kwa mihuri 7, kana kwamba hakuna mtu yeyote aliyeweza kukifungua. Hii ilikuwa ni kazi ya Mungu. Na sasa tusome mstari wa 3. Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama.
nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Mtume Yohana alipokea ufunuo huu akiwa katika kisiwa cha Patmo. Aliona mambo hayo kana kwamba yalikuwa yakitokea, na kwa kuwa hapakuwa na mtu wa kukifungua kitabu hicho kilichofungwa wala kujua kilichokuwa ndani yake, Yohana alilia kwa uchungu sana. Lakini basi mmoja wa wale waliokuwa karibu na Mungu na mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie. Tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana-kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Yesu akiwa mwana-kondoo alipokitwaa kile kitabu, wazee na wale viumbe hai 4 waliokuwa pale waliimba wimbo kwa sauti kuu. Kwa maneno mengine, walikuwa wakimsifu Mungu. Na sasa tusome mstari wa 11. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi, na za wale wenye uhai, na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000. Kisha majeshi ya mbinguni ya malaika wote wakaanza kuimba pamoja. Wote waliimba pamoja. Wazee 24 na wale viumbe hai walipoanza kuimba pamoja, malaika wote nao walianza kuimba kwa sauti kuu. Mstari wa 12, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana-kondoo aliyechinjwa kuupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na mstari wa 13, na kila kiumbe kilichopo mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na vilisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana-kondoo hata milele na milele. Tazama inavyosema hapa, na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari. Kila kiumbe duniani kilikuwa kinaimba. Hii ina maana gani? Je, samaki baharini wangeweza kuimba wimbo gani? Je, ndege wa angani wangeweza kuimba wimbo gani? Je, ulimwengu ungeweza kuimba wimbo gani? Labda unafikiri ni upuuzi kusema kwamba mambo haya yote yalikuwa yakiimba, lakini pia kuna mstari katika Biblia unaosema kwamba nyota ziliimba. Mfano, kuna kinanda pale. Ikiwa ungecheza kinanda hicho kingeimba, ingawa hakina uhai ndani yake. Wakati kwaya inaimba wimbo, wao huimba kwa wakati kwa kusindikizwa na kinanda. Lakini kuna ala ya muziki ambayo ni kubwa zaidi kuliko kinanda hicho. Najua hili kwa kuwa ni kweli. Ulimwengu ndio chombo hicho. Kama nilivyotaja hapo awali katika mafundisho mengine, dunia inazunguka kwenye mhimili wake inapoendelea kuelekea kwenye njia yake ya obiti, na inatoa kelele kubwa inapofanya hivyo. Kwa kweli nimesikia sauti ambayo dunia hutoa inapozunguka.
Wakati fulani nilienda kwenye kampuni ya mashine ya Curtis ambayo wakati huo ilikuwa Greenbelt huko Maryland, si mbali na mji wa Washington DC nchini Marekani. Ilikuwa ni kampuni iliyotengeneza satellite. Wanaanga ambao walikuwa wamesafiri juu katika chombo cha angahewa kupitia angahewa ya dunia walikuwa wamerekodi sauti ambayo dunia hutoa inapozunguka mhimili wake, na kampuni hii ilikuwa imefanya hili ili wageni kusikiliza. Basi nikaenda huko nikasikia sauti ya nchi ikizunguka. Unabonyeza vitufe vya kinanda, nyundo ndani yake ugonga nyuzi, na kila nyuzi au kamba hutoa sauti tofauti. Kuna sauti ambayo dunia hutoa inapozunguka, kuna sauti ambayo sayari ya Mars hutoa inapozunguka, na nyota zote katika njia yake hutoa sauti tofauti zinapozunguka. Kuna sauti zinazotoa zinapozunguka kwenye njia zao za orbit na zinapozunguka kwenye mhimili yao. Kwa hiyo kila mmoja hutoa sauti yake ya kipekee kulingana na nafasi yake. Ninaamini kuwa hii ni sauti nzuri zaidi na ya kupendeza zaidi kuliko sauti inayotoka kwenye piano. Kwa hiyo hakuna shaka kwamba kwa maoni ya Mungu si vibaya kusema kwamba ulimwengu wa asili unaimba siku zote. Wakati Yesu mwana wa Mungu akikipokea kile kitabu kilichotiwa muhuri mbele za Mungu, kila kiumbe kilicho mbinguni, wazee 24, viumbe hai na malaika wote waliimba. Viumbe vyote vilikuwa vikiimba. Hii ni kwa sababu hili lilikuwa tukio kubwa sana. Walikuwa wakiimba kwa sababu hili lilikuwa tukio la ajabu sana. Haya yote yalihusu nini? Katika Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28 tunasoma kwamba Mungu alimpa mtu mamlaka juu ya ulimwengu aliyoumba. Alimpa nani? Alimpa Adamu, sivyo? Lakini Adamu akaitupa. Adamu alitoa mamlaka juu ya ulimwengu huu, na ni nani aliyeuchukua? Ilikuwa ni nani? Ilikuwa ni Shetani, sivyo? Ulimwengu huu ulikabidhiwa kwa Shetani, nao ukaja kuwa wake. Kwa hiyo Yesu, Adamu wa pili, atakapokuja tena itakuwa ni kurudisha ulimwengu ambao Adamu alikuwa ameukabidhi kwa Shetani. Kwa hiyo kitabu hiki ambacho kilikuwa katika mkono wa kuume wa Mungu kilikuwa ni nini? Kitabu hiki kilichotiwa muhuri kilikuwa na maelezo ya ulimwengu kukabidhiwa kwa Shetani. Kwa sababu ilikuwa na maelezo haya, Yesu alikuwa anaenda kuvunja mihuri mmoja baada ya mwingine, kuangalia maelezo, kulipa gharama kwa Shetani na kurudisha ulimwengu huu. Hivyo ndivyo maana ya hii. Kwa hiyo ulimwengu ambao umekuwa chini ya udhibiti wa Shetani unapaswa kurudishwa kwa Mungu. Yesu ni Mungu. Hii ndiyo sababu wazee 24, viumbe hai, majeshi ya malaika, watu na viumbe vyote viliimba kwa wingi kamili. Na wimbo walioimba ni lazima utakuwa wenye nguvu sana. Hebu tufungue Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8 mstari wa 19. Warumi sura ya 8 mstari wa 19. Hii iko katika Agano Jipya. Mstari wa 19. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa mwana wa Mungu.
Kwa maana viumbe vyote pia vilitishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini, kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa. Tazama inavyosema hapa, uumbaji hapa unamaanisha kila kitu katika ulimwengu. Uumbaji wote unaugua na kuteseka. Hiyo ina maana gani? Imeoza, inanuka na ni kesi ya kuishi kwa walio na nguvu zaidi. Fikiria, kuna shamba lililojaa maua mazuri, lakini kuna vilio vya dhiki vinavyotoka chini ya maua. Ukiangalia kwa makini, unaona nyoka amemkamata chura na kummeza. Hiyo ni sauti ya kuugua. Watu wanapoweka chakula cha ndege kwenye kiota chini ya kilele cha paa lao ili kumkamata ndege, wanamsikia akilia, wakimshika na kufikiri kwamba ndege huyo anaimba, lakini analia kweli kweli. Ndege analia kwa sababu amekamatwa, lakini inavutia sikioni, hivyo watu furahia kusikiliza. Lakini hiyo pia ni sauti ya kuugua. Unapomwona kifaranga mdogo akilia uwani, anaonekana mrembo sana na anapendeza, lakini ikiwa amelala akiwa amekufa, ni jambo lisilopendeza sana kumwona hivyo. Majani yanapoanguka kutoka kwenye mti huoza na kutoa uvundo. Maji katika ulimwengu leo pia yamechafuliwa kwa sababu ya uchafuzi. Viumbe vyote vinaugua na kuuawa. Kwa nini iko hivyo? Ni kuugua, lakini kwa nini? Kwa kuwa viumbe vyote viko chini ya udhibiti wa Shetani, viumbe vyote vinaugua. Lakini kadiri viumbe vyote vinavyougua na kuteseka, vinaongojea kitu fulani kwa hamu. Vinasubiri kitu. Vinasubiri nini? Tazama inavyosema hapa mstari wa 19. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Viumbe vyote vinangoja kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa hiyo, kama nilivyoeleza katika somo la pili la mafundisho haya, katika mwenendo wa historia unaojumuisha wakati wetu huu, Mungu alipanda mbegu. Uzao huo ulikuwa mwanawe wa pekee, na historia ni mchakato wa wana wengi wa Mungu kuzaliwa kupitia yeye, yaani kupitia Yesu. Kwa hiyo, mara tu idadi ya wana wa Mungu itakapokamilika, viumbe vyote katika ulimwengu huu vitawekwa huru. Yote yatawekwa huru. Hivyo ndivyo viumbe vyote vinangoja. Ndivyo inavyosema hapa. Hebu tusome tena mstari wa 19. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Tusome mstari wa 21 pia. Kwa maana viumbe vyenyewe navyo vitakombolewa kutoka katika utumwa wa uharibifu na kuingia katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Wakati idadi ya wana wa Mungu, watu waliozaliwa mara ya pili, watu ambao roho zao zimeokolewa, itakapojazwa, ulimwengu utahukumiwa. Yesu atakapokuja tena, ulimwengu huu utarejeshwa kabisa. Laana itavunjwa na kila kilichooza na kunuka kitatoweka. Hivyo ndivyo viumbe vinangojea. Kwa hiyo, utimilifu kamili wa haya yote unahusishwa na idadi ya watu waliookolewa kujazwa na kurudi kwa Yesu. Hebu turejee kwenye Ufunuo sura ya 5. Kama nilivyosema awali, Yesu atakapokuja kuukomboa ulimwengu huu ambao umekabidhiwa kwa Ibilisi, atafungua kitabu hiki kilichofungwa.
anapoifungua mihuri mmoja baada ya mwingine na kufungua gombo, gharama italipwa kwa Shetani. Bei italipwa. Gharama italipwa kwa Shetani na Yesu ataurudisha ulimwengu. Ngoja nikuulize swali. Mungu anapomlipa Shetani, bei hiyo ni bei gani? Itakuwa bei gani hiyo? Bei itakuwa ni hukumu. Kwa hiyo mihuri inapovunjwa mmoja baada ya mwingine, hukumu ya ulimwengu itaanza kufunuliwa. Hiyo ndiyo maana ya hii. Ufunuo sura ya 6. Sura ya 6 mstari wa 1. Kisha nikaona hapo mwana-kondoo alipofungua moja ya zile muhuri 7, nikasikia mmoja wa wale wenye uhai 4 akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njoo. Nikaona na tazama, farasi mweupe, na yeye aliyempanda ana uta, akapewa taji, naye akatoka ali akishinda tena apate kushinda. Hapa Yesu mwana-kondoo alichukua kitabu kilichofungwa na kufungua muhuri mmoja, na mtu fulani akatokea juu ya farasi mweupe. Mtu mmoja juu ya farasi mweupe alionekana, na alikuwa na upinde, na upinde ulitumika zamani kama silaha. Alikuwa na upinde, na inasema alitoka akishinda na kushinda. Kwa hiyo mtu huyu kwenye farasi mweupe atakuwa ni mada yetu ya kujifunza kuanzia sasa. Yeye ni mpinga Kristo. Atatoka akishinda na kushinda, lakini hatafanikiwa. Mtu huyu aliyepanda farasi mweupe atakuwa akimwiga Yesu, kwa kuwa Yesu atakuja pia akiwa juu ya farasi mweupe. Kwa hivyo muhuri ya kwanza, tafadhali tazama hapa. Dhiki ya miaka 7 itaanza lini? Itaanza na ujio wa mpinga Kristo. Itaanza mpinga Kristo atakapotokea. Na sasa muhuri wa pili, tusome mstari wa 3. Na alipofungua muhuri ya pili, nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema, njoo. Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi, ili watu wauane, naye akapewa upanga mkubwa. Hii inazungumza juu ya vita. Muhuri wa pili ulivunjwa na bei ya kulipwa ikaonyeshwa, na bei hii ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni vita. Hatujui idadi kamili, lakini wakati wa dhiki hii ya miaka 7, karibu theluthi 2 ya watu katika ulimwengu huu watakufa. Vita vya kutisha vitazuka. Hii ndiyo bei ambayo italipwa kwa Shetani. Sasa muhuri wa 3 mstari wa 5. Na alipoifungua muhuri ya 3, nikamsikia yule wa 3 mwenye uhai akisema, njoo. Nikaona na tazama, farasi mweusi, na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake. Nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai 4 ikisema, kibaba cha ngano kwa nusu rupia, na vibaba 3 vya shayiri kwa nusu rupia. Hii inazungumza juu ya njaa. Njaa, dinari moja ni kiasi kikubwa cha fedha, lakini inasema hii italipwa kwa kilo moja ya ngano au robo 3 ya shayiri. Njaa kubwa itatokea wakati wa dhiki. Watu hawataweza kumudu chakula hata kwa kiasi kizuri cha pesa. Na kisha kutakuwa na matetemeko ya ardhi. Matetemeko ya ardhi. Sijui kama unafahamu ni matetemeko mangapi ya ardhi yanayotokea katika ulimwengu huu. Idadi kubwa ya watu hufa katika matetemeko ya ardhi kila mwaka. Matetemeko haya ya ardhi yanatokea Amerika ya Kusini, kando ya pwani ya Pasifiki, hadi kwenye pwani ya magharibi ya Marekani hadi Alaska. Yatatokea kote Japani na chini kusini na katika China bara. Yatatokea katika bahari ya Hindi na katika maeneo kama Uturuki, Irani na Ugiriki na katika eneo la Ukraini. Matetemeko mengi ya ardhi yanaendelea kutokea na kunaendelea kuwa na waathiriwa wengi wa matetemeko hayo yote ya ardhi.
Kama nilivyoelezea katika mafundisho ya kwanza, wakati lava chini ya ardhi inapotoka na kisha kupasuka hadi juu, huo ni mlipuko wa volkeno, na mlipuko kama huo unaweza kusababisha ardhi kutetemeka. Kuna sababu zingine pia, haswa harakati za sahani za tektoniki. Sijafahamu sana juu ya hili, lakini yote yanahusiana na lava iliyoyeyuka na mkusanyiko wa gesi chini ya uso wa dunia. Matukio haya yanatokea daima wakati wa dhiki. Zaidi ya hayo, mioyo ya watu itakuwa mibaya sana. Tayari wamekuwa waovu, lakini mioyo yao itakuwa mibaya kupita kiasi. Na katika siku zijazo, kuna uwezekano mkubwa kwamba matukio mengi ya kutisha yatatokea hata kati ya watu wa nchi moja, kwani chakula kinakuwa haba na maisha yanakuwa magumu sana. Mioyo ya watu itakuwa mibaya zaidi na zaidi, na huu ndio mwelekeo ambao watu wa ulimwengu huu wanaelekea hata sasa. Mambo hayo yote yanahusiana na hukumu ya ulimwengu huu. Hebu tufungue Ufunuo sura ya 13. Ufunuo sura ya 13, nitasoma kuanzia mstari wa kwanza. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Hapa tuna jambo la kushangaza sana. Kiumbe akainuka kutoka baharini, naye alikuwa ni mnyama. Alikuwa na vichwa 7 kwenye mwili mmoja na pembe 10. Inasema kwamba mnyama huyu wa ajabu aliinuka. Hebu tusome tuone huyu mnyama ni nani. Sasa yule mnyama niliyemuona alikuwa kama chui. Sehemu zenye kuogopesha sana za wanyama hawa zimeunganishwa hapa. Miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Kucha za dubu ni ndefu, wao ni sehemu ya kuogofya sana ya dubu. Na kichwa chake kama kichwa cha simba, mdomo wake wa simba ni mkubwa sana. Joka hilo likampa nguvu zake, kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Joka ni Shetani. Mnyama huyo anatumika kama mwakilishi wa Shetani. Yeye ni mwakilishi wa Shetani na anakuja na mamlaka ya Shetani. Nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, na pigo lake la mauti likapona. Dunia yote ikamstajabia na kumfuata yule mnyama. Kwa hiyo mnyama anamwiga Yesu. Yesu alikufa na kisha kufufuka kutoka kwa wafu siku ya 3 baadaye. Kwa hiyo mnyama atadai, tazama mimi ndiye Kristo. Yeye ndiye mpinga Kristo, mpinga Kristo. Mnyama huyu ni mnyama kihalisi, ni mwanaume. Yeye ndiye mpinga Kristo. Kisha tusome mstari wa 4, inasema wakamsujudu yule nyoka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake, nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru, akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Miongoni mwa watu wote waliowahi kuzaliwa katika kipindi cha historia, mtu huyu atazungumza kwa njia ya ushawishi zaidi. Kwa sababu anazungumza hivyo, kila mtu atakuja kumfuata. Watu wote katika ulimwengu huu watamfuata. Mstari wa 6. Kisha akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake na wakaao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Tazama inavyosema hapa, akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa. Kila kabila, hii ni watu wote wa ulimwengu, lugha na taifa, hizi ni nchi zote za duniani. Atatawala dunia hii. Wakati huo ukifika, ulimwengu utakuwa chini ya serikali moja. Shirikisho la dunia la mataifa litaanzishwa. Shirikisho la dunia, hii inamaanisha kuwa kila nchi itakuwa na serikali yake, lakini itaongozwa na serikali ya ulimwengu, naye atakuwa rais. Mwanaume huyu ni nani? Hebu tufungue Danieli sura ya 7 katika Agano la Kale. Danieli ni kitabu kinachofuatia baada ya Ezekieli ambacho tulikuwa tukisoma hapo awali. Danieli sura ya 7. Danieli sura ya 7.
Nitasoma kuanzia mstari wa 15. Basi mimi Danieli, roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu, na hayo maono ya kichwa changu yakanifadhaisha. Nikamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, nikamuuliza maana ya kweli ya hayo yote. Basi akaniambia, akanijulisha tafsiri ya mambo hayo. Wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne. Danieli aliona hayawani wanne, na hao wanyama wanne wanawakilisha wafalme wanne. Ni watu wa falme wanne. Some mstari wa 17. Wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani, lakini watakatifu wake aliye juu ataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele, naam, hata milele na milele. Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne. Mnyama anaonekana katika Ufunuo sura ya 13 ni mnyama huyu wa nne. Kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa nne aliyekuwa mbali na wenzie wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na habari za zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yani pembe ile yenye macho na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Nikatazama, na pembe hiyo iliyofanya vita na watakatifu ikawashinda, hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, utakao kuwa mbali na falme zile zote, na utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Sasa tazama mstari unaofuata. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10. Hebu tusome hadi hapo. Nadhani hili linahitaji maelezo. Tazama hapa sasa. Wakati Yerusalemu ilipoanguka karibu miaka 600 kabla ya Kristo, wakati huu ndipo nyakati za mataifa zilianza, sivyo? Nyakati za mataifa zinaendelea hadi Yesu atakapokuja tena. Hii ni kusema kwamba tangu mwanzo wa nyakati za mataifa, wafalme wanne, falme 4 wangetawala juu ya ulimwengu huu. Wa kwanza wao alikuwa ni Babeli. Babeli ilikuwa katika eneo la Iraki ya leo, ambalo lilihusika katika vita ya Guba. Iraki ni mahali ambapo Babeli ya kale ilikuwa. Bagdadi ni mji mkuu wa Iraki, ndipo mji wa Babeli ulipokuwa. Ilikuwa ni hapo alipotokea mfalme alitwaye Nebukadneza, aliyetawala juu ya ulimwengu wote unaojulikana. Hiki kilikuwa kipindi cha ustaarabu. Aliteka eneo hili lote, na Yerusalemu pia ilitekwa. Kwa hiyo Waisraeli walichukuliwa mateka hadi Babeli. Ufalme wa pili ulikuwa ule wa Uajemi. Ilikuwa Uajemi. Hiyo ndiyo Irani ya sasa. Mfalme Koreshi wa Uajemi akainuka na kuharibu Babeli. Uajemi ilichukua hatamu na kuteka nchi zote zilizokuwa chini ya utawala wa Babeli. Huyu ndiye mnyama wa pili. Mnyama wa tatu ni Ugiriki, chini ya utawala wa Alexander Mkuu. Alexander Mkuu alipigana na Uajemi kwa muda mrefu na mwishowe akaushinda, naye akaja kutawala maeneo yote wakati huo. Alexander alichukua majeshi yake na kupigana njia yake yote hadi India, lakini aliugua na kufa. Alexander alikuwa mwanafalsafa, lakini alikufa akiwa na umri wa miaka 33, na ufalme wa Kigiriki uligawanywa katika majimbo matatu tofauti. Mmoja ya majimbo haya matatu ilichukuliwa na Rumi. Rumi ni ufalme wa 4. Julius Kaisari wa Rumi kwanza alifuata mfumo wa kisiasa unaozingatia baraza la seneti.
Aliunda baraza la maseneta ikiwa ni pamoja na Pompey, lakini baadaye viongozi wengine wawili walikufa na Julius Kaisari alishika utawala wa Rumi, lakini baadaye aliuawa. Baada ya kuuawa, mwanaye wa kurithi alitawala. Katika Biblia tunaona kwamba ni Kaisari Augusto aliyekuwa mamlakani wakati wa Yesu. Katika Luka sura ya 2 tunaona kwamba Yesu alizaliwa wakati wa utawala wa Kaisari Augusto. Kwa hiyo Rumi ni ufalme wa 4. Lakini wakati huo wa Rumi ilishambuliwa na milki ya Ottoman, lakini haikuharibiwa. Rumi ya kale itaibuka tena huko Ulaya. Huu utakuwa ufufuo wa Rumi. Rumi ya kale itafufuka tena. Katika Danieli sura ya 2 tunaona kwamba mfalme aliota ndoto kuhusu sanamu kubwa sana. Kichwa chake kilikuwa cha dhahabu safi na kinawakilisha Babeli. Kifua chake na mikono miwili inawakilisha Uajemi. Tumbo lake na mapaja ni Ugiriki na miguu yake miwili ni Rumi. Kisha chini, sura hiyo ilikuwa na vidole 10. Ilikuwa na miguu miwili na vidole 10. Na vidole hivyo 10 vya miguu vinawakilisha mataifa 10. Mataifa haya 10 yataungana kama taifa moja. Maneno haya ambayo yaliandikwa miaka 2000, 2500 na 3000 iliyopita sasa yanatimizwa mbele ya macho yetu. Kama vile treni inavyoingia taratibu kwenye kituo chake cha mwisho, historia nayo inajikongoja ikielekea mwisho wake. Wakati tunapoishi katika nyakati hizi, ni tatizo gani kuu linalohitaji kushughulikiwa nalo? Mambo haya yote yanathibitisha kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini ili kuingia katika ufalme wa Mungu, unahitaji kuwa na uzoefu wa kuzaliwa upya, uzoefu wa roho yako kuokolewa. Ngoja niwaombe nyote mwinamishe vichwa vyenu. Nina swali kwa kila mmoja wenu, na tafadhali jibu katika dhamiri yako bila kujali mtu mwingine anaweza kusema nini. Je, umewahi kuwa na uzoefu wa kuzaliwa upya kupitia kuja kutambua ukweli katika maneno ya Biblia? Kama huna, huwezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa kuwa hili ndilo jambo tunaloshughulikia kupitia mafundisho haya, natumaini utaweka moyo wako wote kusikiliza maneno haya. Tuombe. Bwana mtakatifu, tunakushukuru. Sisi ni wajinga na wepesi wa kujifunza, lakini tunaomba kwamba utuletee kutambua ukweli katika neno lako tunapolisoma. Ni kwa bidii yote tunahubiri neno lako. Bwana, tafadhali angalia matukio haya na utuongoze kupitia Roho Mtakatifu, ili mlango wa mioyo ya wale wanaosikiliza uweze kufunguliwa na wapate sauti yako mioyoni mwao. Tunaomba kwamba uangalie wakati uliobaki tulionao pamoja, na tunaomba kwa jina lako. Amina.